asikiaye maombi atajibu kwa wazi. Yupo Mungu asikiaye maombi atajibu kwa wazi. Shikilia wewe, shikilia tu, shikilia wewe, shikilia tu. Dalmax ni mama ambaye ameokoka na ninampenda Yesu. Dalmax ni mama wa watoto 3. Msichana wa kwanza ako second year university. Niko na mwingine anamaliza form 4, ni mwingine amefanya class 8. Na Dalmax ni mke wa mchungaji. Kanisa iko Buruburu, tunajiita IFC, International Fellowship for Christ. Hapo ndio tunafanya kazi na mume wangu chini ya Bishop John Waka. Yes, huyo ndio Dalmax. Mziki wangu kwa mfano naweza wacha nieleze vile ninaupata ndio nieleze vile nauandika. Saa zingine naweza kuwa pengine nimelala ninapata wimbo. Na unajua ukipata sometimes unapata Mungu amekupa ka chorus. So nikiipata hiyo usiku nisipoamka ni record, asubuhi nikiamka nitakuwa nimesahau. So wakati naipata usiku na niamke immediately nachukua simu na record. Then na take time nakaa chini na nasikiza hiyo chorus. Naambia Roho wa Mungu sasa kuja tuandike huu wimbo. So naandika kulingana na vile niliupata. Sasa naweza kupata mtiririko kupitia kwa neno la Mungu. Yes, hivyo ndivyo nauandika. Unajua sasa wakati maana it's a call, ni ministry. So wakati ninapata kama huu wimbo wenye nimeuimba nilikuwa nasoma neno la Mungu. Maana wakati mwingine wakati nikisoma neno la Mungu napata wimbo, wakati natembea napata. So kama huu wimbo nilipokuwa nikisoma kwa 2 Samuel 9. Na nikakuwa inaongelea kuhusu Mephibosheth na David na Saul. So wakati nilikuwa nauandika huo wimbo nikaona, wakati nilikuwa nasoma hiyo neno nikaona wakati nitaandika huu wimbo, maana nasikia mimi mwenyewe inanihudumia, najua itahudumia mtu mwingine. So inanipa motisha wakati mimi mwenyewe naimba wimbo nasikia ikinihudumia, ninajua hii wimbo pia itahudumia na mtu mwingine. So inanipa ile motisha ya kutaka kuandika maana ninajua inafikia souls. Ninajua inaponya souls. Yes. Challenge yenye nimepitia kwa muziki sana naweza sema challenge ya kukosa pesa. Challenge ya kukosa pesa. Manake unapata nimepata wimbo nimeuandika na sasa hii studio ukitaka kitu nzuri unalipia price, gharama. So unapata umepata ule wimbo na unafaa uende studio. Unaweza kuwa umepata pia nyimbo za audio unafaa ushoot una hizo pesa. So unapata it's a challenge. So unapata kuna hiyo kungangana, lakini unapata tu baadaye Mungu anakuja na ana provide. So naweza sema challenge sana cha pesa, challenge pia nitasema kupenya pia kwa media. But Mungu anakuwa mwaminifu. Pole naona Mungu akifungua milango. Ndio sababu hata niko hapa. Upande wa kolabo, wakati nilianza kuimba, nilitamani kufanya kolabo sana. Na nikaona hiyo jambo ya kufanya kolabo, nikaifikiria sana. Maana waimbaji wako wengi, waimbaji ni wazuri. Na nikakuwa nikifikiria, ni nani naweza fanya kolabo na yeye. Na maana nilitamani kufanya kolabo na Mary Atieno na Sarah K. Hao ndio watu nilitamani. Ndio wengine ni wazuri, but nilikuwa nimependa ministry zao. But vile ningewaambia nataka tufanye collab pia ikuwa rahisi, maana unajua ni watu Mungu ameinua sana. So Mungu hakuja tu akafanya njia. Last year nilimpoteza brother wangu ambaye amekuwa baraka sana kwa maisha yangu. Na nikakuwa niko chini. Hapo ndio mama Mary Atieno alitokea.
tumekuwa amekuwa my mentor, amekuwa akinilea, but sikupata ile neema ya kumwambia nataka tufanye collab. Maana si kujua, maana pia mama si mtu wa kufanya collab sana. So wakati nilimpoteza ndugu yangu na katika hali ya kumon, Mungu akanipa worship song. So nikasema hii worship, nikaanza kuiandika, but nikiandika napata nalia, yani unajaribu kuabudu unakumbuka so nikaandika, lakini wakati naandika wimbo nikasema wimbo wacha nisiuandike, nipelekee mama anisaidie kuandika wimbo. Manake nasikia naandika ni kama nalalamika, siabudu, haitoki ndani. So nakumbuka tukikutana na mama na nikaambia mama, niko na wimbo ambao nimeuandika lakini sijamaliza, nataka unisaidie kuuandika. Nilikuwa nafikiri mama atakata. Mama alikuwa amefurahi. Akaniambia, "Iko wapi?" Nikamwimbia, so akakuwa anachukua ile mashini yake kutype na muimbia tu, nikamwimbia chorus. So akatype chorus. Nikamwimbia stanza. So wakati nilikuwa naimba stanza akaniambia, hizo vitu umeimba toa kabisa. Nafikiri alisikiza, najua ile unaimbia Mungu ukiwa kwa hali fulani bado ni kama unaabudu, si kuabudu ni kama kulalamika. So akaniambia wacha sasa niachie stanza niandike. So akaandika stanza ya kwanza. Wakati aliandika ya pili, akaniambia, "Yeye upenda kuniita mama." Akaniita mama. "Hii wimbo nasikia Roho wa Mungu akiniambia tufanye collab na wewe." So hivyo ndivyo Mungu alijibu maombi yangu. Hivyo tu. Ndio mama sasa hata sikuamini. Maana yake mama unasema tulikuwa kwa my spiritual daughter, nikasema hii kitu mama ni kama ananienjoy tu juu sijamuona akifanya collab. So nikaita my spiritual daughter nikamwambia, "Kuja usikie chenye mama anasema." Nikamwambia, "Mama, hebu rudia chenye umesema." Kwa nilikuwa naona mama yuko serious. Sasa akamwambia, "Nimeambia mama nataka tufanye collab na yeye." In fact mama mpaka ndiye alitafuta producer. Tukaenda studio tukafanya, tukashoot. So tamanio la moyo wangu moja likatimia. Okay, nyimbo zote nimeandika ni za baraka, na mimi mwenyewe nikisikiza nasikianga zikinibariki, maana ni Mungu amenipa hizo nyimbo. Lakini kuna wimbo ambao unikumbusha mahali Mungu amenitoa, na ndio wimbo wangu wa kwanza yenye niliandika na nikaenda studio, inasema wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, it's my testimony. Inaongelea vile mahali Mungu alikuwa amenitoa na mahali amenifikisha. So wakati nakaa chini kusikiza huo wimbo, inanikumbusha the faithfulness of the Lord. Inanirudisha mahali nimetoka. Maana hiyo wimbo kuna mahali inasema, nakumbuka sikuwa na mbele wala nyuma, nilikosa hata mahali pa kulala, machozi yalikuwa chakula changu, maisha yalikosa maana kwangu. That song, nikipata wimbo nilikuwa nalala kanisani nikiwa kasichana, nikosa mahali pa kuishi na ikakuwa mahali palikuwa pa karibu na pa kunikaribisha ilikuwa ni kanisani. So nilikuwa naishi kanisani, nalala kanisani. So that time ndio nilipata that song na nikaweza kuiandika. Na nikakuja kuimba 2017. But ni wimbo ya kitambo sana. Yes. So nyimbo zote ni nzuri, but huo wimbo tu inafanyanga nikuimba nasema kuna Mungu. Kuna Mungu anakumbuka na kuna Mungu anainua. Yes. Wakati nilianza uimbaji na nikiingia kwa uimbaji mimi niliingia kama mtumishi as a minister. Na wakati Mungu aliachilia kipawa cha uimbaji ndani yangu, nilichukua ini ministry. Na unapochukulia ni ministry, kuna vita zingine utapigana. Like unajua kuna ministry, kuna hiyo wengine yenye umesema, but because umechukulia as a ministry, utaifanya kama ministry. Na unapata hata ukienda studio ile kitu iko kwa akili yako, this is a ministry. Na unaimba wimbo ukijua hii wimbo nataka ifikie nafsi. Na wakati unaimba, unajua wakati unaimba ukifikiri
mimi ni msanii tu, unafikiria kutumbuiza. Wakati unaitoa ikitoka kule nje isiposonga inakuvunja moyo. Maana ulitaka umetoa this time nitakuwa celeb, this time najua unajua. So wakati inatoka iendi mahali unavunjika moyo. But wakati unaingia studio wimbo unajua hii ni ministry. Na hata ikifikia mtu mmoja, basi Mungu ulikusudia ifikie mtu mmoja. So unapata hauna ile kungangana. Hauna ile kungangana na waimbaji, hauna ile yani uko na ile moyo wa kutumika. Hata ukiitwa mahali kwenda kuhudumu, unaenda kwa sababu you are a minister. Siendi kutumbuiza mimi. Ninaenda kuhudumu na nikishika hiyo microphone, ninashika nikijua nataka kuhudumia nafsi. Pengine Mungu ameniita kwa hii kanisa kubwa na maybe ni mtu mmoja, Mungu anataka kuponya nafsi yake. So mimi nachukulia it's a ministry. Na ukichukulia ni ministry, uko sawa. Utafika mbali, maana haja yako ni souls. Haja yako si celebrity. Celebrity ni nzuri, ni tamu, but usiweke hiyo ndani yako sana. Weka ya kwamba mimi nimeingia kwa uimbaji as a minister. Mimi nimeingia kwa uimbaji kama mtumishi wa Mungu, na nimeingia kwa uimbaji kwa sababu nataka kufikia souls. Maybe siwezi nikahubiri kama pastor, but through my songs najua naweza preach. Yeah. Ni wakati mama Mary Atieno aliniambia nataka kufanya wimbo na mimi. Tumefanya kolabo 2 na hii ya pili bado ndio inaenda kutoka next week. Hasa hii ya pili nilitaka pia nisaidie kuandika, na sikutarajia mama ataniambia tuimbe tena na yeye. So wakati mama alikuwa ananiandikia wimbo akaniambia, mama unajua hivyo tunafanya na wewe? Unajua kwa serious? Ambia wewe mama, kwani tunafanya collab mara ngapi? Alafu tukacheka. Yani tulifurahia. Akaambia wimbo tunaimba na wewe. Tukaandika song, tumeenda studio. Yani imekuwa wakati mzuri, maana Mama Mary ni mama ametembea na Mungu. Na ni mama nimeona yani akitembea na Mungu. Na mama ambaye anamcha Mungu. So wakati aliniambia anataka tufanye wimbo tena ya pili, nisema sasa hii ndio inaitwa neema, hii ndio inaitwa kibali. So I was so happy, yani nilifurahia sana, nikaona huduma yangu basi Mungu anaisaidia. Wakati mtu ametembea na Mungu na ameona Mungu kukuambia nataka tufanye kitu pamoja, unaona ni grace kubwa, it's a favor. So hiyo ndio wakati nilifurahia Mungu. Na nikaona huduma yangu, wow, Mungu asante. Ule ushauri ningetaka kupatia waimbaji ambao wanaanza. Mamangu wa huduma aliniambia hakuna upcoming. Ukianza huduma umeanza. But sasa tunaichukua wakati unaanza. Kuna wakati mwingine tunaanza kuimba na matarajio makubwa. Ama pengine umeanza kuimba kwa sababu umeona mtu fulani ameanza. So ile kitu ningeambia waimbaji wale ambao wanaanza ni kwamba wakati unaanza huduma ya uimbaji, anza kwa misingi ya Mungu. Anza ukijua it's a ministry. Anza ukijua unafanyia Mungu hiyo kazi. Toa hiyo wazo ya kwamba ninaimba nikuwe celeb. Toa wazo ya kwamba ninaimba niwafilishe. Toa wazo ya kwamba unaimba kwa sababu una sauti nzuri. Imba ni kwa sababu it's a ministry. Imba ni kwa sababu unataka kufikia ulimwengu. Imba ukijua hii ni huduma Mungu ameachilia ndani yako, na ushindani na mtu yeyote. Na ukitoa wimbo ya kwanza uone hakuna mtu amesikiza, don't give up. Usikufe moyo. Toa ingine na utoe na utoe na utoe mpaka zifike mahali Mungu anataka zifike. Maana ukitoa wimbo wa kwanza usaziki unaweka YouTube, unapata 1 month iko na viewers 10. Usi give up. Toa ingine, enda utoe ingine, waambie Mungu, naitisha kibali, maana hii ni kazi yako, si kazi yangu. Na utaona Mungu polepole ameanza kukuinua na Mungu anaendelea kukuannounce. Yes, na usikwe na moyo wa kugive up, usibishane na watu, usishindane na watu, heshimu walio kutangulia, usianze kuongea vibaya kuwahusu, nyenyekea Mungu akuinue. Amen.
Wakati wa COVID ilikuwa ngumu, lakini hiyo ndio ile wakati neno linasema wenye haki wataishi kwa imani. Na ile maandiko inasema misingi ikitingizwa wenye haki watafanya na nini. Hiyo ndio wakati sasa tulitingizwa. Hiyo ndio wakati tuliishi kwa imani. Unajua wakati wa COVID hakukuwa na mikutano. Hakuna kanisa ilikuwa, kanisa zilikuwa zimefungwa. So hatukuwa tunaenda ministry mahali popote. Nakumbuka kuna wakati kanisa zilifungwa, ikakuwa Sundays watu wanakaa kwa nyumba. So ilitu affect sana kama waimbaji. Manake sasa mimi kama mimi sikuwa na hizo za live. Kuna waimbaji wengine nilikuwa na follow, walikuwa wanaingia live, but mimi sikuwa naingia. So mara mingi mimi nilikuwa nafanya tu ibada zangu kwa nyumba yangu na familia yangu. But sasa ulipata hakuna mikutano. Hatukuwa tunaweza kufikia nafsi wenye hawakuwa wanaingia live. So tulikuwa tunakaa. Najua si ni wakati tulikuwa tumezoea crusade kwa kanisa, revival, but wakati wa COVID tulikaa kwa nyumba. So kulikuwa na hiyo, hakukuwa na chochote kinaendelea. Yani kama dunia ilikuwa imesimama. Hakuna kitu ilikuwa inaendelea. So ilitu affect maana pia unajua wakati unaenda huduma, unapata ukienda huduma kwa kanisa iko na mchungaji mzuri anaelewa. Wakati unaenda kanisa yake kuhudumu anakubariki. So unapata wakati wa COVID hatukuwa tunaenda, umekaa tu. So unapata kuna hiyo, kulikuwa na upungufu sana, lakini Mungu alikuwa mwaminifu, alitusustain na sasa ndio watu kwa hapa tumeinuka na nguvu. Najua Mungu ataendelea kutuhifadhi. Yes. Nataka kuambia ya kwamba nataka kuhimiza tu na neno moja ambayo ninapenda sana, naweza iongea usiku na mchana. Kwa Jeremiah 33 verse 3, the Bible say, call unto me. Waimbaji, Biblia inatuambia tumuite Mungu, naye atatuitika, atatuonyesha mambo makubwa, mangumu ambayo hatuyajui. Sasa hayo mambo yenye mangumu na makubwa yenye hatuyajui ndio tunaita Mungu. Mungu wa Jeremiah 33 akuja atuonyeshe katika ministry yetu, katika jamii zetu, katika makanisa zetu. So nataka kuacha na hiyo neno tu Jeremiah 33, wacha tuendelee kumuita Mungu na tuendelee kuwa na nguvu katika huduma na tujitie moyo. Hata kama mambo inaonekana isongi, mambo inasonga. Wakati unaona uko peke yako, hakuna mtu anakutambua, Mungu anakutambua. Wakati unaona umefika mwisho, hakuna chochote kinaendelea, mambo inaendelea. Na maana Biblia inasema Mungu ana mipango mizuri na maisha yetu. Siku ya leo nataka ujue Mungu ana mpango mzuri na wewe. Ingawa mambo isonge, ikai kama kuna mpango mzuri, nataka kuambia huko tazamia Mungu, endelea kukaa kwa njia za Mungu, endelea kutembea na Mungu, endelea kupenda Mungu. Najua atakuja na atakubariki. Ukitaka kunipata kwa mitandao, Facebook tafuta Dormat, YouTube tafuta Dormat, Instagram Dormat Atikiyumu, mzee wa siku, wewe ni Mungu mkuu. Ukuu wako Mungu hauchunguziki, miaka yako haihesabiki.